That is business. Una bahati. Nisikilize kwa makini Big Bo. Unaponita eti kwa mazungumzo ambayo yenye faida na si ujinga. Bosi, mbona unamwacha yule mchumba kuondoka kirahisi vile? Kwa sababu unahitaji kuchunguza ni kazi gani anofanya na Naila. So, Isati iko wapi? Isati kipo toilet. Okay. Mpe taarifa hii. Haipingwi bro. Kwenye bustani ya maisha, giza limetanda, nikatafuta mwanga, nikaikuta sura yako Naila. Moyo wangu ulikuwa nyika, uleo kauga utabasamu man laluri nikamsela nifinirwa safari, mana kwako nimepata bandari ya amani. Wewe ni wali wa moyo wangu, umechanua katikati ya maumivu yangu, Naila nikikushika mkono dunia. Broken heart. Broken heart. Broken heart. Habari yako mzee? Oh, safi tu. Karibuni. Asante. Sisi ni maafisa wa polisi. Unahitajika mzee. Kwa kosa gani? Mzee, tii amri bila shuruti. Mambo mengine tutaenda kujielezea kituoni. Tuondoke. Pole moyo wangu, umenizoea majeraha.
nikilitaja unatetemeka. Mama, hivi ulichoniambia kwenye simu ni kweli kama babangu amekamatwa na polisi? Ndiyo, amekamatwa tena na kesi nzito. Sidhani kama kutoka leo na kesho. Mama, hivi umeshaongea na mwanasheria? Hapana, niongea naye. Okay, fine. Acha niongee naye. Haina haja kumpigia simu. Wow, my husband. Vipi mume? Mbona uko hivyo? What's wrong? Unajua nini leo? I think Jumanne kama sikosei. Leo nimepandishwa cheo. What? Yeah. Hongera mume wangu. Asante. Allah akubariki. Allah akuzidishie neema. Ongeze cheo tena na tena. Na Mungu akufungulie riziki zako mume wangu. Amin. Mwenyezi Mungu aipokee dua ya mke wangu. Allahumma amin. Unajua mke wangu, mimi nipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao. Isitoshe, nipo kwa ajili ya kuitumikia taifa langu. I love my country. I love so much my Tanzania. Na ikitokea nimekufa, naomba usilie mpenzi wangu. Okay, fine. Acha niongee naye. Haina haja kumpigia simu. Sababu ni kesi ya babako ni nzito. Kesi ya uhaini. Mwanasheria gani atakayeingia hapa? Hii ni kesi, mwisho wake ni kunyongwa. Hebu niambie, tunaenda hapa, tunafanyaje? Ni mwenye kichwa kinaniuma sasa. Naomba tabasamu mpenzi wangu. Mke wangu, mke wangu, usifikirie kujenga taifa tu.
Fikiria pia tunahitaji mtoto. Unahitaji tuanzie wapi? Sebuleni au chumbani? Najua hiyo. Yo masiara wewe. Tuondoke basi. Sitaki. Nikami mbinguni nimefika, na hapa ndipo nitatulia sawa. Lakini kwa nini sasa wakati nimeanza kusahau jina lako, unarudi kama dhoruba, unataka kubomoa kila nilichojenga kwako. Ila samani kwa maumivu. Poleni sana kwa majukumu, lakini pia hongereni sana kwa kazi ngumu ambayo mnaifanya katika jamii. Kiukweli kazi ni nzito na sisi tunatakiwa tuisimamie ili kuweza kuleta usalama kwa jamii iliyotuzunguka. Naomba nitoe pongezi za pekee kwa Hassan Lucky kwa kuweza kuongezewa cheo. Pande umefanya kazi nzuri na leo hakika imekulipa. Kwa hiyo tunaamini unaweza kufanya zaidi ya hichi ambacho umekifanya, na naamini kwamba hicho cheo hakitakuweza kukuharibia kazi zako, kwa sababu isijekuwa tena umepata cheo ukadharau zile kazi ambazo ulikuwa unazifanya ukaona si nimeshafika sehemu ambayo nimehitaji. Kwa hiyo tunategemea mazuri zaidi kutoka kwako. Ukiachana na hiyo, nadhani tumepita katika kipindi ambacho tulikuwa inatupa wakati mgumu sana cha kuweza kusimamia kesi ambayo ilikuwa ni nzito mbele yetu. Na leo hii tumeishinda. Kwa kuwa tumeweza kushinda hii vita ya kuweza kumuondoa mtu ambaye alikuwa anatusumbua kwa muda mrefu sana. Na hii yote imefanikishwa na nyinyi ambao mpo hapa leo. Kwa hiyo ndio maana mwanzo nilitanguliza pongezi, kwa sababu niliamini kwamba tulichokifanya ni kitu ambacho ni cha msingi na cha muhimu zaidi katika jamii yetu. Mzee Marimba ambaye alikuwa ametushughulisha kwa muda mrefu sana kwenye hili jambo la madawa ya kulevya na vitu vingine, tumeweza kumkamata. Huyu mtu alikuwa anafanya hizi kazi toka yuko kijana mpaka ameweza kuwa mtu mzima. Kwa hiyo ni kitu cha kujipongeza, kwa kuwa sisi ambao tulikuja tukamkuta yupo na tumeweza kumkamata na tukaweza kumchukulia hatua zote ambazo zilizohitajika. Ila kuondoka kwake haina maana kwamba matatizo yamemaliza katika jamii yetu. Matatizo yapo na bado yanaendelea, na sisi ndo ambao tunatakiwa tuyasimamie. Kwa hiyo tunahitaji pia kwenda kwenye mambo mengine kwa sasa. Kama tunavyoelewa, tuna watu ambao wamejitokeza kwa sasa kama Kila pamoja na Big Bomb, ambayo ndio nipo nao mezani kwa sasa. Nahitajika tuwafanyie kazi. Na leo hii pia nimewaita kwa ajili hiyo. Kila mmoja ni mkabidhi jukumu lake ili tuweze kutatua hili tatizo. Wamekuwa sasa ni tishio kwa jamii yetu, na vijana sasa wameanza kuharibika kupitia hawa watu wawili. Magenge haya sasa yamekuwa ni tishio ambalo jamii imeweza kuogopa, kwa ambacho sasa sisi ambao tupo humu ndani tunatakiwa tukaondoshe hao, na tunatakiwa tuwakamate haraka sana kwa kuwa na ushahidi ambao ni thabiti na unaoweza kuwaweka ndani. Kwa hiyo kwa ushirikiano wetu kwa pamoja tunaweza kulitatua hili jambo, na naomba ni kila mmoja nimpe kazi yake. Kianza na huyu Kila. Kwa upande wa Kila, naomba afande Shushu pamoja na wenzako hapa uweze kushirikiana ili kuniletea ripoti ambayo itakuwa na ushahidi na tuweze kumfuatilia kwa makini zaidi. Imekuwa sasa ni changamoto, kwa hiyo naomba nitoe muda kwenye hili. Pite wiki niweze kupata ripoti ambayo tunaweza kujua ni kwa njia gani tunaweza kumkamata. Na kwa upande wa Big Bomb, afande Akashi, hili naomba nikukabidhi wewe. Pande, mbona mimi nina kesi zangu ambazo zinajulikana. Hizi hawa waizi wa kuku, vibaka, wakabaji. Hebu liangalie tena hili.
Karibu. Asante dokta. Sijui nikusaidie nini? Dokta, nimekuja na shida. Naomba unisaidie. Nataka kufanya abortion. Abortion? Kwa nini unataka kutoa mimba? Yaani sio kwamba nataka au nafurahi. Hapana. Lakini haina mwenyewe. Alonipa mimba amesema yeye hayupo tayari kuitwa baba sasa hivi. Unaitwa nani? Batuli. Wazazi wako wapi? Hawapo. Shawazika. Naishi na kaka yangu, na kitu kinachonipa hofu sana, endapo kama kaka akijua, nitamwambia nini? Maana umri wangu ndo kama hivi, bado mdogo, halafu sijaolewa. Kwa hiyo sioni kama itakuwa sawa. Kwanza, sasa hivi dunia imeharibika. Umeelewa? Mabinti wengi sana wa umri wako mnakimbilia starehe, mnakimbilia vishawishi pasipo kuangalia maisha ya baadaye. Unaweza ukatoa mimba leo, huwezi jua Mungu akakupangia nini. Pengine ndo yai lako hilo hilo moja unalitoa leo, una uhakika kama kesho utazaa? Alafu pia msihadaike na vijana wa kiume. Vijana wa kiume wana ushawishi mwingi sana. Umeona, umeenda, kijana amekuhadaa, amekuacha, unahangaika peke yako. Huna familia, unahangaika na kaka yako. Na pia kutoa mimba, serikali yetu inapiga vita kila siku. Haitaki. Yaani ikitokezea mimi nimeamua kukushtaki wewe, basi hakikisha hautatoka jela mpaka unazeeka. Sawa, lakini unahitajika kukua zaidi kwa sasa. Toka kwenye kesi ndogo kuingia kwenye kesi kubwa, ili na wewe upate kuongeza uwezo wako. Na hisi hii ni nzuri zaidi. Lakini hata hizi ni kesi kubwa sana, kwa sababu hebu fikiria jinsi wanavyokera watu huko mtaani na kwa jina raha, alafu mimi nazingia front kabisa. Hebu liangalie tena ile mkuu. Mkuu, samahani. Naomba hili swala la Big Bomb nikabidhi mimi. Ita clear kila kitu. Sawa, unajua naamini uwezo wako, na uwezo mzuri sana, kwa sababu kama uliweza kutatua kesi kubwa zaidi ya yeye, maana yake naamini kwamba na hili utaliweza. Kwa naomba nikuweke katika sehemu hii kwamba utasimamia wewe, kwa sababu niliamini kwamba yeye huyo anaweza. Okay, utalifanyia kazi wewe ile. Sawa? Sawa, asante. Nahisi kila kitu kiko sawa, kwa sababu majukumu tayari nimeshatoa. Kila mtu anajua jukumu lake. Kwa hiyo ndani ya wiki naomba ripoti ya jinsi gani tunaweza kufikia hao watu na tumefikia wapi. Nahitaji ripoti ambayo itakuwa inajieleza na ilikuwa imeeleza ushahidi ambao tunaweza kufikia hao watu. Tumeelewana zaidi? Jamani, hili jambo ni muhimu sana. Naomba tulifanyie kazi na kwa umakini sana. Hawa watu ni tishio sana. Asante. Unaweza kwenda. Umenielewa? Mimi nimeamua kuongea na wewe kirafiki tu hapa. Kwanza ita familia yake, ongea nao, wasikilize wao wataongea nini ama watakwambia nini. Wanaweza wakakaa na kijana wao wakamshauri. Wazazi wake mimi siwajui, wala sijui chochote kuhusu yeye, maana hata anapoishi penyewe sipajui.
Yaani wala huna mwongozo wote ambao utakufanya wewe ufike kwenye familia yake. Okay, sio mbaya. Mtu unapotaka lako haushindwi. Itafute. Fanya vyovyote vile. Hakikisha unaipata familia yake. Nenda kaongee nao. Ikitokea changamoto yoyote imekukuta, basi nitafute tena mimi. Nitakuwa pamoja na wewe, nitakusaidia. Sawa? Haya, asante dokta. Karibu. Sasa wasiwasi wako ni nini? Mimi sijawahi kufanya kitendo kama hicho. Usijali, mimi najua kila kitu. Najua kama hujawahi, najua kama unaogopa. Kwa hiyo ndo maana huwa najiandaa kabisa. Unaona haya? Haya yatakusaidia usipate maumivu, usipate michubuko na uenjoy kabisa. Hapana. Siwezi fanya hivyo. Ngoja nikwambie kitu. Unajua wewe, katika makuzi yako, si kila kitu kitafanywa na wazazi wako. Kuna vitu vingine unatakiwa tupatikane watu kama sisi tukufundishe. Ufundishike. Hebu fikiria na kupeleka kwenye ulimwengu mwingine sasa hivi. Ulimwengu ambao kila mtu anauhitaji. Wewe unatakiwa uishi. Hutofurahi hapo? Ondoa shaka. Ndio inavyokuwa. Ikiwa bado unahisi kama unaingizwa kwenye janga, lakini hakuna anaojutia akifika huko. Haujisikii joto? Vua hiyo. Vua hiyo.